Nilikuwa sina hata shilingi mfukoni, nikiwa nimekaa peke yangu gizani kituo cha basi. Ghafla, mkono baridi uligusa bega langu. Sauti ya mwanaume nisiyemjua ikaniita kwa jina langu. Nimekuwa nikikutafuta. Akanipa bahasha iliyochakaa, akasema, usiifungue mpaka saa 6 usiku. Ukivunja hili agizo, utajuta maisha yako yote. Nilipogeuka kumwangalia vizuri, hakukuwa na mtu nyuma yangu, lakini bahasha ilikuwa bado mkononi mwangu. Na hapo ndipo hofu ya kweli ilipoanza. Nilikaa pale kimya nikishika ile bahasha. Mvua ndogo ilianza kunyesha juu ya paa la kituo cha basi. Barabara ilikuwa karibu tupu. Ndani ya bahasha kulisikika kitu kigumu kikigongana kidogo. Nilihisi hamu kali ya kuifungua, lakini ile sauti ilizunguka kichwani mwangu. Subiri mpaka saa 6. Niliangalia saa yangu. Ilikuwa saa 1:47 usiku. Dakika zilianza kwenda pole pole sana. Ghafla, simu yangu iliyokuwa imezima kwa siku 2 iliwaka yenyewe. Screen ilionyesha ujumbe mmoja tu: tunakuona. Nilihisi baridi kali mgongoni. Nilipoangalia watu waliokuwa karibu yangu, niliona kitu cha kutisha zaidi. Mwanaume aliyekuwa anavuka barabara alisimama ghafla, akanigeukia. Akaninyanyulia mkono wake polepole. Ndani ya mkono wake kulikuwa na bahasha kama yangu. Kisha mwanamke aliyekuwa amekaa upande wa pili wa kituo, naye akatoa bahasha kama hiyo kwenye begi lake. Ndani ya sekunde chache, nilihisi kama dunia nzima inanizunguka, kwa sababu kila mtu aliyekuwa karibu yangu alikuwa ameshika bahasha ya siri, na wote walikuwa wananisubiri nifanye kitu. Ghafla, ile bahasha yangu ikaanza kupata joto mkononi mwangu, kama vile kuna kitu kinajaribu kufunguka chenyewe. Je, unadhani nilivumilia hadi saa 6 au niliifungua kabla? Andika fungua kama ungefungua sasa. Andika subiri kama ungeamua kusubiri. Follow usikose part 2. Siri ya kilichokuwa ndani ya bahasha itabadilisha maisha yake milele. Share kwa rafiki anayependa simulizi za maajabu na suspense.